السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، محمد رسول الله الذي أرسله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا، وعلى آله وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول المولى عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وذلك في سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال تعالى أيضا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أخرج الإمام محمد بن إسماعيل البخاري البردزبي الجعفي رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله في سننه حديثاً عن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. وأخرجه في كتاب الزهد، باب من بات آمنا في سربه. والعرب عندهم مثل يقول: كثرة المساس يفقد الإحساس. Ndugu zangu katika imani, tupo katika mwezi wa Dhulqaada au Dhulqaida, moja katika miezi mitukufu minne: fungo pili, fungo tatu na mfungo nne. Mmoja ni Rajab, upo peke yake. Allah anasema katika surat Qaf: fadhakkir bil Qur'an, wakumbushe umati wako kwa kuitumia Qur'an. Bil Qur'an, kwa kuitumia Qur'an. Ba'ul mulabasa, man yakhafu wa'id, wale ambao wanahofia adhabu ya siku ya Kiyama na wanahofia kwamba watakwenda kuadhibiwa adhabu kali, wahofishe kwa kuitumia hii Qur'an. Na mimi naitumia hii Qur'an, naitumia aya
nitakwenda katika suratul Ra'd, nitakwenda katika suratul Nahl, na nitakwenda katika surati Yunus, hadithi moja katika Sahih Bukhari na hadithi nyingine katika Sunan Tirmidhi, pamoja na kutoa mifano. Kwa nini Mwenyezi Mungu alitoa mifano ya namna hii? Ukiona haya nitakayoyasema yanakukera, huyataki, kula sumu ufe. Sijaja duniani kumbembeleza mtu, because hujanipa uhai. Aliyenipa uhai ni Allah, ndiye atakayeniweka hapa sana na ndiye atakayeniondoa, sio wewe. Lakini nafikisha ujumbe. Ndugu zangu katika iman, khutba yangu hii inazungumzia neema tano na thamani yake, au neema ya thamani ya mambo matano. Neema ya thamani ya mambo matano. Na hii neema ipo sehemu nyingi duniani, lakini baadhi ya nchi hakuna. Lakini hapa Tanzania mnayo, shi'tum am abaitum, mmekubali mmekataa, neema hizo zipo. Na Mwenyezi Mungu anazungumza katika suratul Nahl, kama anaiona Tanzania ndivyo alivyoiumba. Allah katika Sahih Bukhari, hadithi anaisimulia Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashimi al-Qurashi al-Makki radiyallahu anhu, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam katika Sahih Bukhari, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, atakayeamka salama fi sirbihi au fi sarbihi. Ikiwa fi sirbihi bikasri sin almuhmala isiyo kwa nukta, yani fi nafsihi wa fi qaumihi. Ikiwa utaamka upo salama pale ulipo, una amani pale ulipo, umeamka salama, una amani, unaamka una amani. Mtume akasema muafan fi jasadihi, ana thamani, yani ana afya nzuri angalau katika mwili. Lau kama anaumwa anahangaika kutafuta riziki yake, anatembea, sababu kwanza kuna amani. Lakini anaumwa, lakini neema ya amani inamfanya atoke. Jambo la tatu, Mtume akasema indahu qutu yaumihi, neema ya tatu, anacho chakula siku ile pale alipoamka penye amani. Hata jero ya kununua alkasusi anayo, ameshinda njaa, ana amani, amefanya biashara, ana amani, anafanya na maasi, ana amani. Mtume akasema ukiwa na mambo haya matatu, umeamka ulipo unapoishi pana amani na utulivu, na umeamka una afya, halafu kuna kitu chochote angalau unacho mfukoni, hata buku mbili. Ndugu zangu wa Kenya wanasema una ndururu au angalau una mapeni. Ukiwa na neema hizi tatu, Mtume akasema ni sawa sawa, fakaannama hizat lahu dunya. Qala ahlul lugha jumi'at lahu dunya bihadhafiriha bijamii jawanibiha. Maana yake ni kwamba kama umekusanyiwa neema hizi, ina maana wewe ni tajiri wa dunia nzima. Hadithi anaisimulia Ubaidillah, si tunasema Abedi, ni Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari radiyallahu anhu. Hadithi Tirmidhi rahimahullah akasema hadithun hasanun, ipo katika kitabu Zuhd kwa Tirmidhi, mlango unaoitwa babu mambata aminan fi sirbihi, hadithi 2347. Kaichukue kule kasome. Amani, neema ya mambo matatu. Amani ya pale ulipoamka, neema ya afya, unacho chakula angalau hapa ndani. Kuna wengine mpaka saizi ya asubuhi hata chai hawajanywa. Acha sisi tuliopo, wapo barabarani, wapo vijijini, mikoani, hawajala, hajapata riziki. Usimlaumu mtu. Mwenyezi Mungu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Mungu anampa riziki amtakaye.
Kuna mijitu ni mifedhuli kweli kweli, lakini mambo yao yapo super. Lakini wewe unaweza kuwa unafanya 5 salawati, unaleta na nyiradi, unapiga na dua, kila wakati unamsalia Mtume, unakuta umepigwa kabali na maisha, kazi haziendi. Sema alhamdulillah. Ukimpata wakumpiga mzinga, mpige mzinga. Maana kuna style imeingia ya kupiga mzinga hivi sasa Dar es Salaam. Sijui kama mikoani imefika. Upo baridi sana, umepoa, Mungu akuweke, uko vizuri, ujiandae, unapigwa mzinga, unaandikiwa. Hii ndio Dar es Salaam. Sasa hizi ni neema tatu ndugu zangu. Mmekubali Waislamu wa Tanzania na wasio kwa Waislamu wa Tanzania, amesema Mtume, zipo. Amani ipo, utulivu upo. Hiyo hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, katika Sunan at-Tirmidhi, hadithi ya pili katika Sahih al-Bukhari, Abdullah ibn Abbas, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kwamba ni'matani, neema mbili, maghbunu fihima kathirun minan nas, watu wengi hawajui thamani yake. Wangelijua thamani, angalau wangezinunua hata kwa bei ya juu. Ni nini hizo? As-siha, afya, wal faragh, kupata muda wa kufanya mambo yako. Na huwezi kupata muda wa kufanya mambo yako kama hakuna amani na utulivu. Rawahu al-Bukhari katika kitabu ar-Riqaq, babu ma jaa fi ar-Riqaq, hadithi ya 196 katika Sahih Bukhari. Ndugu zangu katika imani, huyo ni Mtume Muhammad anatuambia tukumbuke neema ya 83. Acha Ijumaa ya jana nimeswali hapa kwa Sheikh Jongo, hafidhahullah min kulli makruh. Ijumaa ya juzi nimeswali Tanga, nilikuwa khatibu pale katika mabanda ya Papa roundabout kwenye msikiti wa Sheikh Mkanga rahimahullah. Nilialikwa, nilipewa hutuba pale, nikazungumza maneno haya. Lakini Alhamisi kuamkia Ijumaa ile niliolala Tanga, nipo Ngamiani, Masjidur Rahma, yani Tanga, mpaka saa 6 usiku kumekucha. Walikuwa wanapiga kelele wale vijana, piga kelele, wanashangilia. Sasa watu tulidhani kama ni ugomvi, kumbe ni furaha tu. Walikuwa wameweka bodaboda pale, basi furaha tu. Sasa kuna mtu mmoja akasema subhanallah, hao kwa nini wanapiga kelele? Nikamwambia hapana, ni sababu ya amani. Kama amani hakuna, kila mmoja yupo toilet, kimya. Unaona hata bodaboda wanavyokera mjini Bongo na mikoani, wanaweka vidude kwenye sijuma exhaust, vinalia kama bastola, kama bunduki. Bodaboda mnaua watu, bodaboda kinapasuka tu, afu mtu mwenyewe anataka aonekane anabuku mfukoni, na akipata ajali bodaboda hata uwezo wa kujitibia wiki moja hana. Na usipokwenda kumtembelea hospitali, ndugu, beef, nimeumia, hajaja. Sasa nikamwambia ile ni sababu ya amani. Usiku wa Ijumaa baada ya khutba, baada salatu al-isha, nimeswali Masjid Istiqama pale Ibadi, barabara 12 kwa Sheikh Muhammad hafidhahullah. Nikamchukua bajaji, nikamwambia nipeleke Forodhani Tanga, panapoliwa vitamu vya Tanga. Nikamwambia twenzetu, kanzu nishavua, nimevaa nguo kiushikaji tu, nilikuwa nimevaa t-shirt, halafu nilikuwa nimevaa na suruali. Nikamwambia tupita supermarket pale kwanza. Tukapita supermarket, nikachukua maji. Tukafika pale Forodhani saa 3 usiku. Nikamwambia wewe nisubiri, nitakupa hela yako. Nimetembea eneo la Forodhani pale, nataka kuangalia nini kinachowafanya mpaka wanachangamka pale. Lakini nitaka kuangalia panauzwa pombe, panauzwa vitu vichafu vya haramu. Kilichopo pale ni kelele za mambo ya music.
watu wa hip hop wao na mama. Lakini kuna sehemu watoto wanabebea saa 3 usiku, saa 4 usiku, kama dakika 40 ninatembea pale. Nimetembea, hakuna aliyenijua kwamba huyu ni Rusaganya, kwa sababu mimi sio lazima unijue mimi ni shekhe. Wewe ukitaka kujua mimi shekhe, ingia katika viwanja. Wacha kukutana na mcheza taekwondo au mcheza karate. Ukikutana na mtu wa taekwondo, ukimwona anatembea kama vile anacheza singeli vile, nenda kamguse. Akikupiga mkono qalu, watu wanaweza kusema kapigwa risasi wakimtazama mtu mwenyewe. Sasa sina kiki za kuonyesha mimi ni shekhe. Unanijua mimi ni shekhe, sawa. Huku nijua, sikulazimishi. Wewe niite tu mshikaji, niite babu. Basi nimetembea lile eneo, hakuna aliyenishtukia. Nikarudi kwenye bajaji. Wakati napanda bajaji, kuna mtu mmoja akanifuata, akaniambia, Sheikh Rusaganya, umekuja huku na wewe? Nikamwambia, mimi nipo field hapa katika kazi ya dawa, mkoa wa Tanga, Amani, Forodhani. Mmewapa big up serikali ya mkoa wa Tanga, wapo big up. Wameweka sehemu ambayo watu wanakula. Nikakuta kuna chupa 2, nikaenda kuuliza hii ni nini, sababu mimi ni mgonjwa wa chai. Any time is tea time for me, not for you. Nikamuuliza hii ni nini, akaambia huu mwengo huu. Kama wewe sio Mpemba huwezi kujua kama ni mwengo ni nini. Mchuzi wa pweza. Hii ni nini? Akaniambia alkasusi. Hii ni nini? Akaniambia kahawa. Nikamwambia vyote hivyo sinywi. Mchuzi wa pweza, mimi nimetoka Kigoma Muha, wala sielewi chochote, mshamba tu. Nikawa sikunywa. Nikazunguka sehemu zote, tukaondoka. Yule bwana akaniambia, Sheikh, mbona umekuja huku? Nikamwambia nimekuja kutembea. Nikatoka hapo nikarudi mjini. Jumamosi nikarudi. Neema ya amani. Amani. Ninakwenda kusali salatul fajr kila siku pale Masjid Istiqama, Mwembe Tayari. Salatul fajr, wapika chips ndio wanaosha vyombo vyao, ni sababu ya amani. Wa Tanzania, Waislamu nyinyi mmeletewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, msigeuzwe mabwege. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu katika iman, sikilizeni sura 16 aya 112 113. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وضرب الله مثلا قرآني 16 12 13 سورة النحل. وضرب الله مثلا. Waislamu mnaoishi Tanzania na mlioko nje mnanifuatilia kupitia mitandao hapa, nisikilizeni vizuri sana. Allah naomba uwe shahidi nimefikisha. Nimekwambieni fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah wa ufawwidhu amri ila Allah inna
inna Allaha basirun bil ibad. Sura 40-44. Qur'ani inasema fasatadhkurun, sin litamfis lilmustaqbali alqarib. Katika nahwu ya chini kabisa tumesoma pale Ghazali kwa Sheikh Alfani Kiumbe rahimahullah, Sheikh Omar Himidi Mkunda, Sheikh Kabeki, Ibrahim Kabeki, tumesoma pale sin litamfis. Wanasema as-sin wa sawfa tadkhulani ala al-mudari fatajalani zamanahu mustaqbala. Waliopitia hii wanajua, sihitaji kuitafsiri, na nikiwatafsiria nitakuwa nawapunguzia energy yenu mwilini. Allah anasema fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Muhammad, waambie ipo siku watayakumbuka haya leo unawaambia, ipo siku. Wewe wajibu wako siwalazimishe, hapana. Wa ufawidhu amri ila Allah, waambie ya Rabbi, nimefikisha ujumbe wangu, nimeshafikisha, nakabidhi kwa Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Allah anawaona waja wake. Waislamu wenzangu wa Tanzania yote na Watanzania wenzangu, one day ipo siku mtayakumbuka haya. Sura 40-44. Rusaganya alituambia, maana kenyewe mna kawaida mkiambiwa ukweli. Shekhe mkali huyu, shekhe anafoka sana, shekhe anatumia maneno mazito sana. Mimi nitakupigiaje taarabu wewe? Nikuimbia taarabu? Sina muda wa kupiga mbambamba. Nikikulipua na kulipua na kupiga kwenye mshono live. Sasa Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wa daraba Allahu mathala. Allah anatoa mfano qarya, nchi. Katika usulul fiqh wanasema dhikrul juz'u wa iradatul kull. Katika balagha wanasema dhikrul hal wa iradatul mahalli. Allah ametaja kijiji lakini anakusudia nchi, mkoa, wilaya, tarafa, kata, mtaa, jamii. Wadaraba Allahu mathala qarya. Allah anatoa mfano wa nchi. Kanat amina, ile nchi ilikuwa na amani tangu Allah alivyoiumba. Mutmainna, sifa ya pili, na utulivu. Sifa ya tatu, yatiha raghadan min kulli makan. Kipato cha wananchi wa pale kinatoka katika kila sehemu kwa urahisi tu. Allah amefungua milango min kulli makan, katika kilimo, katika uvuvi, katika madini, sio katika mawe. Huyu naye amejiajiri, anabeba mizigo mizito. Huyu naye amefanya nini? Min kulli makan. Lakini nini kichotokea? Allah anasema fakafarat bi an'amillah, wananchi wa ile nchi wakakufuru neema za Mungu za amani na utulivu. Faadhaqaha Allahu libasa al-ju', Allah akawaletea adhabu ya ugumu wa maisha, wal khawf, na hofu, kuogopana wao wenyewe, bima kanu yasnaun, ba'u sababia, kwa sababu ya yale waliyofanya. Watanzania ni wakumbushe, wakati wa JK alionekana anacheka sana, anacheka sana, lakini nchi ilikuwa kama maua saa sita. Anacheka sana, anasafiri sana, kumbe anasafiri kwa maslahi ya Watanzania. Na hao ambao wanaochonga sana ndio walikuwa akirudi wanakaa katika vikao, wanapata allowance, si tunaishia kula miogo wananchi. Lakini hao ndio walikuwa wanachonga. Mwenyezi Mungu akamleta mwamba. Huyu si anacheka? Jamaa ametupiga kabali wote, na hakuna aliyetoa tamko katika viongozi wa dini. Hakuna viongozi wa dini waliotoa tamko, hawakutoa. Wote walikuwa chooni, wanashusha mizigo chooni, matumbo yamewabana. Mwamba huyo. Kidogo utasikia Ocean Road kuna kifurushi kimeokotwa, kuna kiroba kimeokotwa. Kariakoo ilikuwa hatari, maofisini walikuwa wanakula miogo, na wananisikia wenyewe sasa hivi, na ninaomba wa mind huko aliko. Walikuwa wanakula miogo, lakini Mwenyezi Mungu ameleta neema. Allah muda wake umefika, mheshimiwa amemchukua. Mungu ameleta neema. Hakuna anayeulizwa pesa yako umeipata wapi. Tafuta riziki yako, chukua kodi ya halali. Lakini bado kuna watu wanachonga sana, wanamtukana sana mama,
wanatoa maneno mabaya sana. Hii yote ni sababu ya nini? Quran surat Ali Imran, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda wao hawakupendeni. Chukua hiyo. Nazungumza mimi ni Rusaganya katika mimbari ya Manyema. Manyema Kigoma na mito Kigoma. Mna kawaida nyinyi wakati mwingine unafuatilia passport. Huyu ni raia. Sio raia, njoo chukua passport. Bwege wewe. Njoo chukua passport alafu uone kama nitatoka katika rehema za Mungu. Passport ni nini? Unazikwa na suti yako, huzikwi na passport. Utakwenda kuulizwa matendo yako. Sasa wanamtukana mama. Kulikoni mama? Na alitokea bwege mmoja alimtukana mama sababu ya ule mtandio. My friend, sikumwacha. Nikamwambia wewe bwege fala. Nimemwambia, kwa nini mnawachukia Waislamu? Kwa nini kila anapokuja Muislamu ndani ya nchi mnachonga mbabamba? Acheni roho za ukewenza. Viongozi wa dini wanakuwa na roho za ukewenza. Kama madereva barabarani wanapofika katika sehemu ya kuingia na kutoka, kila dereva anataka apite yeye, wakewenza barabarani. Mama anatukanwa. Na kuna baadhi ya Waislamu ambao hamjitambui, kama alivyosema Sheikh Jongo wiki iliyopita. Anatukanwa na mnaunga mkono. Ndugu zangu, niwaambieni, Hanna yasema from my heart. Waarabu wanasema min samimi galbi, kutoka katika mishipa ya moyo. Wa Tanzania, ikumbukeni Sudan, Khartoum, baladun amin, dawla amina. Sudan, iangalieni Libya, iangalieni Iraq. Waliwasema vibaya sana viongozi wao. Umar Bashir alionekana ni jeuri mpaka anapelekwa mahakama ya kimataifa. Kosa lake ni nini? Iangalie Sudan. Nishakwenda mara 3 Sudan kufanya kazi na Africa TV. Mwezi mzima nipo kule. Nisharekodi vipindi baada ya salati al-asr, natembea katika mitaa ya Khartoum. Wallahi, kwa mara ya kwanza kuona katika nchi za Afrika nimetembea. Sudan, unapita katika mitaa imewekwa mitungi ya maji ya kunywa na vikombe, na kila Msudan amin mutaaddib khaluqi anakunywa maji, akimaliza anakiweka kikombe pahala pake. Lakini nini? Wananchi wanahisi viongozi waliokuja sio hao. Angalia sasa hivi, angalia demokrasia ya Kongo, wanagombea dhahabu. Mobutu Sese Seko yuko wapi? Kaondoka na dhahabu? Hajaondoka na dhahabu. Nyinyi warithi mnaogombea majumba ya Kariakoo, mnauana, mnarogana, nyinyi mnageuzana mandondocha. Utakufa. Acheni chuki, gawaneni mali. Aliyezipata kafa na ameondoka na sanda, na wewe utaondoka na sanda. Amani. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ja'ahum rasulun minhum 16, 12, 13, 112, 113. Walijiliwa na mtume miongoni mwao. Minhum, miongoni mwao. Fakadhabuhu, akamwambia muongo huyo. Fakadhabuhu, kapewa mzigo huyo. Fakadhabuhu, anafoka sana huyo. Fa akhadhahumul adhab, ikashuka adhabu bima kanu yasnaun, sababu ya yale waliyoyafanya. Fa akhadhahumul adhabu wa hum dhalimun. Amani ndugu zangu, amani. Kigoma kuna ndege anaitwa kijoroo. Kuna vijoroo wanapiga kelele sana ndani ya nchi hii, hasa wanasiasa wanapiga kelele sana. Kitanuka kiwake, kitanuka kwako na mkeo na wanao. Ingia wewe ukadundwe. Wabongo msigeuzwe nini oya oya. Manake oya oya kazi yake kuingia tu. Unadundwa, hata panado hutopewa. Hamiamini haya, nendeni. Lakini usiende, endelea kuuza miogo Kariakoo. Endelea kufanya biashara zako. Hawa wanaosema kitanuka, hawa
walipobanwa na mwamba walikimbia Ulaya, wakawa wamebebwa wanalishwa. Hawa halafu hawa wanakuambia tukatae. Mwambia oya mwanangu sitaki, nenda wewe bwege. Najua kuna Watanzania na Waislamu baadhi mtayaona maneno yangu si maneno, hainihusu wala usipate tabu, kwa sababu mimi sio mtu wa chawa, mimi ni mtu wa ndondo. Hapa Sheikh Jongo kanipa ndondo, nishamaliza mchezo umekwisha, navaa viatu vyangu basi, njoo tuna hutuba sawa, sivyo na swali naondoka kimya kimya. Tadhani kama maamuma lillahi taala, kumbe na elimu yangu alionipa Mwenyezi Mungu. Sio lazima na mimi niwe imamu. Maki nyingine mnagombea maimamu mpaka mnarogana, tumboni anatoka kokoliko kisa uimamu. Mtakufa vibaya. Ya nini kugombea uimamu? Hiyo ni aya. Ukienda katika suratul Ra'd aya 11, Allah anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishe neema ya watu aliyowapa mpaka wabadilishe neema aliyowapa. Watanzania mna neema ya amani, na wallahi hamwezi kuijua hii mpaka siku mtakapolala kwenye mahema mnasubiri miogo kutoka UN, na mtakumbuka. Alafu nanikuta na mimi mwenyewe nipo kwenye hema nimeshika kisani nasubiri unga. Sheikh ulituambia bwana, afu mimi nakula jiwe tu. Si niliwaambia kwani? Mlimind. Ukienda katika surati Yunus aya 44, inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'a nakira wa nakira tufidul umuma. Chukua hiyo. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah habadilishi neema ya watu, mazingira ya watu, amani, utulivu hauondoi mpaka wabadilishe wao. Lakini hapa akasema inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'a. Allah hawadhulumu watu shay'a, chochote kile, walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Lakini watu ndio wanadhulumu nafsi zao. Ndugu zangu katika imani, amani, neema ya mambo matano. Afya, ulipoamka pana amani, unacho angalau chakula ambao angalau unaweza ukatoka huko Mbagala ukawa hata ukipanda daladala unapiga kwa upepo kumekucha, ni neema ya amani. Hata kama miguu imekuwa scraper lakini unatembea, ni neema ya amani. Iangalie ni Dar es Salaam. Mna habari kwamba kuna watu wengi wa Afrika wapo ndani ya Tanzania, hasa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni nchi pendwa, inapendwa. Mimi ninafahamu lugha ya Kiarabu. Kuna maeneo nikipita na wajua hawa ni wa nchi gani katika nchi za Kiarabu. Ni sababu ya amani. Amani. Mtume Ibrahim aliombea amani Maka, iwe na utulivu na amani. Amani wa Tanzania, tunakwenda kwenye uchaguzi, kwa sababu Qur'ani yenyewe ishazungumza, na mimi lazima nizungumze. Nikupeni mithali mbili, moja ya Kiswahili, moja ya Kiarabu. Kuna mithali moja ya Kiswahili, ya Kiarabu inasema hivi: kathratul misas yufqidul ihsas. Kukigusa kitu kila wakati unakosa kujua thamani yake kile kitu. Huwezi kujua thamani ya meno ya mbele mpaka yatoke. Huwezi kuwa free katika kucheka. Kila ukicheka unasema oh. Kwa sababu kinywa chote kimekuwa kama kikombe cha juice. Na huwezi kujua thamani ya meno mpaka mtu anakula shawarma au mandi, unamtazama unasema enzi zangu hizo, enzi zangu meno hamna. Chukua hiyo, imeenda hiyo. Methali ya mwisho, kuna methali ya Kiswahili inasema ukifuata barabara iliyoandikwa potelea mbali, utafika katika mji unaoitwa laiti ningelijua. Makabila yanayoishi pale umeyataka mwenyewe. Kabila la kwanza hilo.
Kabila la pili, shauri yako. Kabila la tatu, utadundwa tu hapa. Sasa Watanzania, kuweni makini na hawa wanaopiga kelele ya kuingia, kwa sababu wakiingia barabarani watavunja maduka ya watu, na wakivunja maduka ya watu wanakuwa wezi. Ni wezi, vibaka, ni wezi. Sasa aliyewatuma mpaka wanakwenda kuvunja maduka ya watu, aliyehamasisha ni nani? Huyu. Kumdhania mtu vibaya ni vibaya, na wewe kusababisha watu wakudhanie vibaya ni vibaya. Chukua hiyo. Watu hawajavunja maduka, wanatembea kwa amani, lakini wanatokea watu wanavunja maduka, wanaiba mali ya aliyewaambia ingieni barabarani ni nani? Ni wewe. Mzigo unao. Sasa yale aliyosema Sheikh Jongo nasimama naye. Hatukubali Waislamu kuingia barabarani. Tusubiri uchaguzi. Katika manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa ni kumtii kiongozi. Una tatizo naye, tafuta watu unaweza kuwafikia, zungumza naye, si kumtukana. Hapana, sio kumtukana. Na ile aliyezungumza kwamba sijui UN au sijui Umoja wa Ulaya wamepitisha ushoga. Oya, wabongo, kuna mtu yuko tayari kuliwa? Wanaume wabongo, mpo tayari kuliwa? Wanaume wabongo, mko tayari kuliwa? Acheni ushenzi. Tunasema atakayetetea ushoga ndani ya nchi hii, kwanza yeye mwenyewe shoga. Hata akivaa suti ya milioni 2, shoga. Analiwa papai hilo. Vijana, mnaharibu maisha yenu na skanka. Mnapiga skanka, aka bangi. Jina lingine oxygen, bangi. Vijana, mnaharibu maisha yenu na tishu, aka mirungi. Imekuja Viber, kuna madudu yamekaa kama chaja ya simu. Vijana wanaweka mle ndani, kuna bangi na inachajiwa. Mnaharibu maisha yenu mpaka unamkuta mtoto wa miaka 35 amekuwa mwana kama nipo Joburg hapa nakwenda South, kumbe mtu mwenyewe yuko Tandale na hana hata jelo ya kufika airport. Mtu mmoja juzi amepiga skanka, alikuwa anakwenda Ilala, akapiga skanka ikaingia kichwani, alafu jumlisha na kiwingu, alafu jumlisha na sungura, skanka ikapanda kichwani. Baada ya kwenda Ilala ameshuka mpaka pale Faya, anaona njia ya kwenda Magomeni kuna shimo bandarini kwenda pale Jangwani. Akauliza, oya, hapa ni wapi? Mbona naona kama nakwenda shimoni? Wakamuuliza, unakwenda wapi? Nakwenda Ilala. Akaambia, baba, Ilala sio huko. Akarudi tena, skanka hiyo. Watoto wa Kiislamu, acheni skanka. Akina mama wa Kiislamu, mnabandika kucha, mnatembea na janaba, mnatembea na hedhi, mnatembea na nifasi. Mnatembea na nifasi. Hata katika kustanji wanawake wenye kucha wanatembea na mavi, hata wakiwa ni mashosti. Chukua hiyo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله تبيا فنجيما، الله تبيا فنجيما.